Shalom. Wafalme wa kwanza 22 tunakutana na kisa kimoja cha mfalme wa Israeli aliitwa Ahabu na mfalme wa Yuda aliitwa Yehoshafati. Mfalme wa Israeli alitaka kwenda kupigana vita kuichukua Ramoth Gilead iliyo ndani ya Shamu. Akamshirikisha Yehoshafati mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda akamwambia uliza kwanza kwa Bwana, lakini mfalme wa Israeli hakuuliza kwa Bwana kwa sababu alichukia manabii wa Bwana, kwa sababu walikuwa wakimwambia iliyo kweli ya Bwana na sio kile ambacho kilikuwa kinamfarijia anachokipenda yeye. Kuna tofauti ya kweli ya Mungu kwenye maisha yako na comfort ya kile unachokitaka wewe Mungu akwambie. Yaani kuna tofauti ya maandalio yako ya moyo na jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Ni sawa na mtu ambaye anataka mke kutoka kwa Mungu au mume, lakini tayari ana jibu lake kwamba namtaka huyu kabla ya kuuliza kwa Bwana. Kwa unakuta jibu la Bwana likija likimwambia labda sio huyu, inakuwa ni ugomvi kati yake na Mungu. Anachukia message ya Mungu. Sasa huyu mfalme wa Israeli aliitwa Ahabu alijifanyia manabii 400 wa uongo, wakamtabilia ya kwamba ukienda kupigana vita juu ya Ramoth Gilead utashinda. Lakini Yehoshafati akamwambia hapana. Hamna mtu ambaye ni wa Mungu, muulize kutoka kwa Bwana tukapate kusikia. Akasema yuko mmoja anaitwa Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu yeye huwa ananiambia mambo yasiyo mema, unitabilia mabaya. Lakini sababu ya Mikaya kutabiri hayo mabaya si kwamba alikuwa anamtabiria mabaya anapenda. Ndio sauti ya Mungu ilikuwa ikizungumza mabaya, kwa sababu Ahabu alikuwa mwabudu Mungu, alikuwa anaabudu uongo wa shetani, anaabudu miungu mingine, na shetani akamwinulia manabii wa uongo. Na Biblia inasema kwamba Mikaya aliona maono kwamba majeshi ya Bwana amesimama mkono wa kuume na wa kushoto. Mungu akauliza ni mtume nani ambaye atakwenda kufanya ABCDs kinyume na huyu mfalme wa Ahabu, mfalme wa Israeli. Na Biblia inasema pepo mmoja akasema nitume mimi, nitakwenda kudanganya. Akatumwa juu wale manabii wa uongo wa Ahabu, akadanganya kwamba ukienda utashinda. Lakini neno la kweli la Mungu litoka kwa mtu mmoja. Mpende sana mtu anayekwambia kweli ya Mungu, usipende mtu anayekufariji. Kuna wakati mwingine mnafarijika katika ujinga unakwenda kuwaangamiza. Ahabu alikataa kweli ya Mungu kwa sababu alimchukia mjumbe wa Mungu anayemwambia kweli ya Mungu, na alipoenda kupigana vita alikufa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unapoichukia kweli ya Mungu unaukimbia uzima, na unapoikubali uongo wa adui unaukimbilia mauti. Ndicho kilichomkuta Ahabu. Kweli ya Mungu ni jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Shalom.